Ukisema mimi mzee, je, huyu ni nani? Wote tunafanana mvi, lakini huyu naye ana mvi. Mzee, nionyeshe hizo tunda. Hizi za chikichi hizi. Wewe ndio hizo wanaenda kutengenezea mafuta. Hizi mafuta, tena mafuta yake mazuri sana. Mnaziona jamani hizi? Hizi. Hapa hizi hapa hizi. Hebu mzee tueleze kidogo faida hii. Hizi tunda wanazikamua kwenye mashine za chikichi. Yanatoka mafuta mazuri sana. Mafuta mazuri sana, tena meupe. Shinda haya tunikula sisi mjini. Kwa hiyo okay. Kwa hiyo yanatumika kwa ajili ya kupikia. Haya, ngoja mama naye atuonyeshe hapa. Yaani wadau, mimi napenda kupata kitu kicho bora. Hizi tunda unagonga hizo hapa. Zikitoka hapa ndio inakuwa hivi. Au sio? Haya. Jamaa ndio maarifa ya kutembea. Unakutana na wazee, watu wazima wanakufundisha kitu. Kwa hapa nishapata funzo. Mimi nimepanda mpakani hizi tu hii michikichi, lakini nimepanda kwa karibu sana. Sasa hapa nimeuliza tu, nimepewa faida. Mzee onyesha tena. Hizi bwana mafuta mazuri sana. Sana, lakini hivi kwa hivi. Siku leo ulinikuta pana pika. Ndio. Umeona kumbuka. Sasa kuonyesha mafuta baada ya kutoka huko sasa. Sasa nionyesheni baba. Yaani kiukweli sitoacha kutembea. Na huku niliko baadhi na mwezi mkafika. Mzee huyu hapa tena. Na mafuta nini? Chikichi. Ndio haya. Unaona? Haya ndio tunakula sisi. Wewe mzee hatumii mpikaji ndo mama. Na mzee anasema kwamba hatumii mafuta dukani. Muda wote ni mafuta yapi? Ya chikichi. Na mama ndo muandaje wa haya mafuta. Na mama, kama yupo. Hebu tuambie. Siku ile ulikuwa unachemsha ukatwanga au ukafanya? Nimechemsha kwanza. Nikatia kwenye kinu, nikatwanga, tayari nikakamua tena, nikamaliza. Machumbi yake nikatupa huko, nikachukua maji yake nikaweka jikoni. Pale kitatupa ni machembe. Na yale hatujatupa. Faida ya kuwashia moto. Sasa mnaona? Machembe hajatupa, yani akijatupa kitu. Ngoja nionyeshe. Machembe yale ndio haya hapa. Kwa hiyo yanatumika kuwashia moto. Kuwashia moto faida yake. Unaona? Haya tena mimi siwezi kununua mafuta kiberiti na mafuta ya taa. Zaidi ya kiberiti tu. Kiberiti tu. Miti midogo. Basi nini naweka nachota hiki kidogo tu. Bwana gesi nyuma. Haya sasa unaona faida ya kila kitu akitupwi. Kila kitu kama imebanguliwa inatumika kuwasha moto. Na huku wenyewe huku tuliko wanakopanda kwa zao hili kwa wingi. Mpaka hiyo unapotoa mafuta yale kuna vidude fulani inabakia niseme kwamba ni masimbi yake zaidi mno. Ile wanatumia kwamba kuweka chumvi na kulia mihogo. Kweli. Hii hapo wanapanda sana Kigoma. Kigoma Kigoma ndio. Kwa huko ndio tunaanzia. Lakini njia hii. Njia hii Kilo Road. Kilo Road Wewe ukitoka hapo ukifika Kimasichana. Ukipita hapo Kimasichana ukifika sehemu za Ngonja. Kule ukitoka pale kidogo mbele yake kuna mashine yenye za kutosha ya kukamua mahaya, tunda zake za njano. Alafu hizi zinabanguliwa zile tunda. Wanakaa kina mama pale au kina baba wanachambua kupata tunda kama zile. Alafu zinapelekwa tena mashine ya kukamua. Mashine unajaza madumu kwa madumu yanakwenda kuuzwa hata Dar es Salaam. Sawa. Kwa hiyo zile tunda zile zinakamuliwa. Baada ya kupata mafuta haya, ina maana kwamba tunda zile zinabanguliwa. Zinatolewa tena mafuta. Kwa hiyo kati ya mafuta yale na mafuta haya hapa, yapi yana thamani sana? Ya ubora sana yale. Sababu yale meupe. Sababu yale wenzetu wanasafirisha wanauza Dar es Salaam kwenye maduka.
Ila sasa hicho sasa mimi nilikuwa sijui. Yeah. Kwa mchikichi una faida nyingi sana. Du. Sasa mimi mzee, nimepanda, nimezungusha shamba lote. Kasoro kipande fulani. Lakini nimepanda karibu. Ndio maana nimeuliza, au sasa niliposema kwamba nimepanda kwa hatua tatu ndogo sana. Itabidi nikapunguze pale, niache. Humu vipo anakuja jamaa. Huko. Hata pale kwa Nkuyanda anafika huyu kijana. La. Anakuja mule anazikata hapa, anazikata, anajaza maroba. Anabeba kwenye baskeli kwa muda kama siku 2 au 3. Anapeleka bupu pale inakuja pikipiki kwa kwenda huko. Okay. Anapakia kwenye pikipiki, anaondoka nazo. Anakuwa kama ziko nyingi anarudi tena anapakia kwenye pikipiki, anaondoka nazo. Huko wenzetu ndio ingekuwa huko ndio ungepata faida sana. Basi mzee, ipo siku. Tuombe uzima. Ngoja nimalizane na kuweka mambo sawa hapa. Tutafunga safari siku moja. Twende tu tukatalii. Nani tutaenda? Nikajifunze. Tutaenda. Kwanza kama tutatoka hapa tutatumia njia hii. Hii hapa hii. Tufike hapo nani hapo tutakwenda hapo kijiji kingine hapo, alafu tunaambia pita tuingie hapo. Kabla hatujatoka Lupondo tutafika kwenye mashini, utayaona. Sawa. Wale ndio utakuta zingine zimebanguliwa, zimerundikwa na zinajazwa kwenye magunia. Sawa. Sasa pale ndio utauliza kama lori linakuja hapo utatokea mpaka Kimasichana, utaziona. Alafu ndio utapata faida mno. Bado basi tutakwenda mpaka huko. Mbele unapita Kilimahewa, mbele yake kidogo. Sasa mzee, kuna umuhimu mkubwa sana sisi vijana kutembea. Tusikae tu huko. Japo hizi mvi hizi zinawatisha wengi. Napokea shikamoo nyingi sana. Lakini mwenye kustahili shikamoo huyu hapa na mkewe hapo. Wakimse, nikifanya niko vipi papu. Wanakuona kwamba shikamoo mzee, sasa safi. Mna napokea tu. Hakuna ubaya wote. Hakuna ubaya. Au sio? Yaani mpokee. Ya, mimi mzee niseme nimefurahi sana. Hii faida hii ni nzuri sana. Ni nzuri sana. Kilichochema ndo kama hiki. Unamwona mzee? Msuli huu. Bado na nguvu. Mimi nikaonyesha msuli wangu hapa sio kama mzee hapa. Kwanza mzee, hebu nielezee hii issue ile ya mshale. Wewe unaitengeneza mwenyewe? Hii mshale? Mshale? Hapana, kuna jamaa wanatengeneza. Mimi kwa ajili kwamba kutengeneza mwenyewe kupachika kwenye mti na kufunga manyoya. Kwa natengeneza mwenyewe. Okay. Ila jamaa anatengeneza chuma tu. Kwa hivyo chuma kimoja anauza shilingi 1000. Sawa. Basi na bila shaka humu ndani navyo kama unabisha nichukue nikuonyeshe. Lete mzee. Mimi ni furaha yangu kupita kwa tembelea wazee kama hivi. Huku ndio mazingira ambayo wengi wetu tumetokea vijijini. Lakini mimi huku nimejitwalia shamba. Lipo huko. Kwa hiyo basi zungukeni sana waungwana. Muweze kujifunza vitu vingi kama mimi hivi. Usafiri wangu ni pikipiki hapa. Inanifikisha sehemu nyingi sana ambako najifunza vitu vingi sana. Okay? Kwa hiyo basi namsubiria hapa. Anataka kunionyesha mishale. Baki hapo. Nilisema nataka kuonyesha mishale, sasa huyu hapa. Hapo ndio mshale. Unaona? Hapo ndio mshale. Sasa, kwa hiyo vuta kidogo mzee tuone. Alisema kwamba alimtandika nyani aliyokuja kuiba kuku hapa. Akamnyemelea akamkuta huyu. Akachukua mshale mmoja hapa. Na juzi ndio nimemkamata ndudu pale barabarani pale ndio mimi. Haya, nasikia? Kamkamata mdudu pale. Kamata jikuku anaitwa Nkuli. Huko Salama wanamuita Nyegele. Mkali sana. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafukuza nini? Huyo alikuwa anamfukuza msichana mmoja yuko hapa anasoma shule. Anarudi shule na sisi tunarudi kwenye mkutano wa kijiji. Yeye ndio ametangulia, sisi tunatoka nyuma. Okay. Basi ndio yule mama yule ndio akakumbana naye anataka kumtafuna. Kabidi arudi nyuma. Okay. Kurudi nyuma na anavuka tena mlima. Tumekutana sisi mimi na mke wangu yule. Namuuliza, "Mama, vipi? Mbona unatoka sasa hivi huko juu? Alafu tena sasa unapanda tena mlima imekuaje?" Akaniambia hata kusema hakusema yule mtoto. Nilipoangalia nika kumbe mbwa. Mbwa wa nani huyu?
Alipoisogea karibu nikasema mke wangu sio mbwa bwana mkuli. Sio, ikabidi nipambane naye. Nyegele. Nikabidi nipambane naye. Tena nikapambana naye vizuri. Piga teke amekwenda kule, anarudi tena miguuni. Piga teke ya pili, amekwenda kule, anarudi tena miguuni. Niko na ujinga huu. Na mfuko wangu wa makofuri huo wa 500 madukani. Una mapresheni 12. Na unga kilo 2. Nikaanza kumpiga nao ule. Lakini jamaa ndo haelewi. Anataka kuja tu miguuni, nikasema mpaka unga wangu umemwagika. Nikamwambia sasa wewe tunapambana. Nikabidi nimkamate tu kwa mkono. Mkamate nikankandamiza chini, nikamwambia mke wangu la tafuta rungu haraka. Mke wangu akatafuta rungu. Ngana alipata kirungu kidogo lakini tumefanya kazi mpaka tumeua. Sasa wewe mzee una ujasiri mkubwa sana. Angekuwa mwingine angeshatoa nduki. Astaghfirullah, hiyo kama ningetoa nduki mimi hata mtoto yule angeliwa. Ni kweli. Mke wangu kidogo mbia naye, usimwone kwa mzee. Huyo. Angepata nyuma. Huyo bana akimbia sana. Hata mimi nyuma. Mimi nyuma, yule anakimbia sana. Kweli. Amina. Basi ile jambo jema sana mzee. Mimi niseme hivi. Ipo siku utakuja kukaa chini tuongee sana. Sasa safari ya kwenda huko.